This is the Honey Talk 255, the voice of peace. Wewe ni miongoni mwa kampuni startup ambazo zimekuwa karibu sana na mradi wa BEVAC ambao umekuwa ukifadhiliwa na serikali ya wapi vile? Belgium kupitia shirika la Enabel kwa ushirikiano wa ITC. Yes. Kwa kifupi, hebu tuambie ulipokuwa na sasa uko wapi kupitia mradi wa BEVAC? Unaizungumzaje Asilia Honey uko nyuma na saizi? Kwa kweli sisi tunashukuru sana BEVAC na serikali ya Ubelgiji. Mradi huu unatekelezwa chini ya Umoja wa Ulaya kwa kupitia serikali ya Ubelgiji kwa kushirikiana na ITC na Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo tumefaidika sana kwa mafunzo, lakini tumeweza kupelekwa kwenye maonyesho mbalimbali ambayo yameweza kutukutanisha na wateja, lakini pia imeweza kufungua milango ya mashirikiano kati ya kampuni hizi za biashara ya asali pamoja na wafugaji. Kwa hiyo imeweza pia kutukutanisha na wafugaji ambao tunafanya nao direct, lakini tumeweza kuangalia moja kwa moja swala la quality. Quality ni muhimu sana kwenye hii biashara yetu. Kwa sasa hivi tuna mawasiliano moja kwa moja na wafugaji na tuna support pale ambapo kinatokea kama kuna tatizo au kuna kitu chochote kitachosababisha tusipate quality inayohitajika, basi tunatumia fursa hii ambayo BEVAC imeweza kutukutanisha nao. Tunafanya biashara nao ambayo inaeleweka. Kwa hiyo mradi wa BEVAC ni mradi mzuri sana ambao umetutoa sehemu moja. Kwa kweli tulikuwa tuko chini, tulikuwa tuna masoko kama sasa hivi, tulikuwa tuna muonekano mzuri wa brand kama hivi unavyoona, na tulikuwa hatuna brand visibility, tulikuwa tuonekani kwenye soko. Lakini sasa hivi watu wengi wanaijua Asilia brand, wanajua Asilia Honey ni nini, wanajua bidhaa zetu, na kimataifa sasa hivi tunajulikana. Kwa hiyo ni rahisi kufanya biashara na mauzo yetu yameongezeka, lakini tumeweza kutengeneza fursa za ajira kwa vijana wengine ambao wanatuzunguka. Kwa hiyo ni fursa ambayo tumeipata, ni nzuri sana. Vizuri. Na kama Asilia Africa ni moja ya kampuni ambayo inafanya kazi kwa ukaribu sana na wafugaji wa nyuki walioko vijijini. Sasa mahusiano ya maendeleo yako wewe katika kupiga hatua na wale wafugaji kule vijijini, sababu tunazungumzia masuala ya sustainability beekeeping. Wewe unapopiga hatua, je, wale watu wanao kusupply asali kule vijijini na bado unawagusa, na kama unawagusa kwa namna gani? Kwanza kabisa ni tunawagusa kwa uhakika wa soko. Kabla sisi hatujafika kule maeneo ya uzalishaji wa wafugaji wetu, walikuwa wanalalamikia sana soko. Wao wanasema hatuna haja ya kuzalisha kwa wingi kwa sababu hatuna soko la uhakika. Lakini kupitia Asilia wameweza kupata soko la uhakika. Lakini kitu kingine pia ambacho wameweza kufaidika nacho ni swala zima la bei. Bei imekuwa ni nzuri na rafiki. Lakini pia utaalamu ule ambao tunajaribu kupeleka kule. Kwa mfano elimu ya ufugaji, mavazi, vifaa vya ufugaji vya kisasa vinasaidia hata vijana ambao wanakuwa sasa hivi kule wanaingia kwenye ufugaji wa nyuki. Maana ulikuwa unafanyika kizamani, watu walikuwa wanakimbia kwa sababu ulikuwa unafanyika kwa kutumia nguvu nyingi na pia kutumia vifaa ambavyo sio rafiki kwa vijana kufanya shughuli ya ufugaji. Lakini sasa hivi tumepeleka vifaa, tumetoa elimu, vijana nao wamevutiwa kuingia kwenye hii biashara. Kwa hiyo wanaweza sasa kufanya ufugaji kuhakikisha usalama wao, usalama wa vifaa na mazingira yale yanayozunguka yanakuwa salama. Safi, vizuri. Asilia Honey ni moja ya brandi ambazo ziko Tanzania na hakiki ni moja ya brandi ambayo inafanya vizuri saizi kwenye soko. Tanzania sasa tuna changamoto ya asali nyingi sana ziko mitaani ambazo watu wamekuwa wakilalamika sio asali nzuri. Asilia Honey unawaambieje wanaokusikiliza kwamba Asilia Honey ni asali bora, na unawashauri nini pia, na watu wanaipata wapi Asilia Honey? Kwa ukweli ni changamoto kwa kujua asali nzuri ni ipi, lakini mimi najaribu kuwashauri watumie hizi brand ambazo zinajulikana, kwa mfano Asilia na zingine ambazo zipo. Ni brand ambazo wasinunue tu mtaani kiolela. Wasinunue asali kwa wale wanaotembeza mtaani, wanunue kwenye maduka kama supermarket, kwa sababu kule zinakuwa regulated. Au wanunue kwenye maduka hata maduka ya pharmacies, unaweza kupata asali.
lakini sisi pia tunapatikana online kwenye social media yetu Instagram. Tuna maduka yetu yapo Free Market, kuna wengine lipo Bunju pale, lakini pia kwenye supermarket kadhaa asali zetu zipo. Kwa hiyo wanaweza kupita kwenye hizo njia kututafuta, lakini cha msingi kwenye kununua asali wahakikisha wananunua asali kwenye sehemu ambazo zinaaminika. Labda kwa kumalizia, kwa sababu ya muda, unazungumzieje quality, ubora wa Asilia Honey? Ubora ni wa hali ya juu. Ubora wetu sisi tunapeleka kwenye masoko ya kimataifa. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba asali ambayo tunaipata ubora ni wa hali ya juu. Tunahakikisha kuanzia inatoka shambani mpaka inafika kwa mlaji, asali imehakikisha tunaiweka kwenye mazingira ya usafi, na ubora tunahakikisha unakuwa ni mzuri, ili na sisi tuendelee kufanya biashara kwa muda mrefu. Kwa asali yetu ni safi, ni nzuri na ni bora na ina testi nzuri sana. Mtazamaji, nilikuwa na Salia ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Asilia African Honey ambayo iko Dar es Salaam. Ni moja ya kampuni zinazofanya vizuri sana kwenye sekta ya ufugaji nyuki. Imekuwa ikishirikiana kwa ukaribu sana na wadau ambao wako Bennett kuikuza sekta ya ufugaji nyuki. Mkurugenzi, nashukuru sana kwa muda wako na karibu tena kwa mara nyingine, unakuja unazungumzia maendeleo ya Asilia. Karibuni sana Asilia na mje mtutembelee na ofisini kwetu. Shukrani sana. This is the Honey Talk Podcast 255.